وشو سنين تكنيك وأمبرني لكن مانتا مع المحمود أجل كيس معهن صدقارون أجل كيس معهن بل إن شاء الله تعالى لعل إليه وحالات أنه قدام بالدافع على هم معنا جهاد ونفس سميني ونفسدين إن نكون جوكسين معنا مساجد كأسوق رجنا إن شاء الله تعالى كيف نسوي ذي أوي رب صلاة أن سريرنا أن تقادمنا شيخ أسلم كسر وضد بدن درسنيسي صون كنا بنجيب من بينيو أظن مع إنسان يمكن تقوله ضدكم ما سكتوا للأمور أردوا ما وانين شيء كذا يوعدك يا نظام كذا سمع عن فهمي ما إن شاء الله تعالى لو عجزين ومخرج كيف حديثنا إن شاء الله تعالى أنا ديسنه شيء بسيط ودينان إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله معين وفين محل وش مساجد كل شيء يوحنا ضرا بعد الشيء يوحنا نظمه بعد الشوارع مرينا بعد الشوارع مرينا بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته المنتجبين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله. tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ametupa umri, ametupatia afya, ametupatia usalama, ametupatia dini, ametupatia la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, iman, hiyo shahada ile tuliotaja. Tumeswali maghrib, sasa ni baina al-maghrib na isha. Ulama wanasema baina al-maghrib wal isha yaf'alu Allah ma yasha. Maghrib na isha katikati Allah analeta mambo yake mengi ambayo hatutambui. Kuna mambo mazuri ya khairi yanapita. Kisha ulama wamesema wakati zinapitana, wakati ina fadhila kuliko wakati nyingine. Siku ina fadhila siku zingine kuliko siku zingine. Miezi ina fadhila kuliko miezi mingine. Miaka pia ina fadhila kuliko miaka mingine. Wakati sahar karibu na alfajiri, wakati wa suhurta, wakati wa daku, ni wakati afdal ya kuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuswali qiyamul layl, kama ni tahajjud, kama ni witri yako, kama ni sunna yoyote. Ni wakati ambao Allah ameweka, ni wakati wa fadhila kubwa. Ulama wamesema kama hukupata wakati sahar karibu na alfajiri, baina al-maghrib na isha pia ina fadhila kubwa. Kati ya maghrib na isha baina yake ni wakati ambao una fadhila kubwa ajabu. Ni karibu au ni sawa na ile wakati
wa karibu na alfajiri, ila ile imekuja hadithi nyingi kwamba ina fadhila kubwa kuliko zingine. Na pia tukiingia msikitini, ulama mko nao, Sheikh Mahmud yuko, Sheikh Mahdi yuko, Sheikh Sheikh Bashir yuko, na Sheikh mzee wetu mzee Umar yuko. Mambo mengi mshajua. Ukiingia msikitini unaingia na mguu midhi ya kulia, unasoma dua, unatia nia itikafu. Kama hujaweka wakati umeingia msikitini, hukusema nawaitu al-i'tikafa fi hadha al-masjid al-mubarak, ama kwa nia yako tu kwamba nimetia nia kuingia kukaa itikafu msikitini, weka nia sahihi. Kwa sababu kuweka nia itikafu kama swala, bado umekaa msikitini unaandikiwa ibada. Hata kama umelala msikitini, hata kama umepumzika, kama umeingia msikitini umeweka nia itikafu, unaandikiwa uko kwenye ibada. Hata kama hujashika tusbah, hata kama hujashika Qur'an, hata umekaa tu msikitini, kama umeweka nia ya itikafu, unaandikiwa uko ajira kubwa uko kwenye ibada. Je, ukishika subha, ukishika msahafu, ukiwa unasoma Qur'an, unaleta istighfar, unaleta salli Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, unaleta la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim, unaleta la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, subhanallah walhamd. Unaona ile itikaf pekee yake ni yake ni ibada, unaandikiwa. Ukileta tasbih unaandikiwa, ukiswali unaandikiwa. Ule muda ambao uko msikitini unaandikiwa ibada moja kwa moja. Na ulama mko nao wafundisha. Kwa nini nimekuja? Sikuja kwa sababu mji wa Gubani watu wameasi, watu ni wabaya, watu wameharibika, watu hawasali. La, sio hiyo. Hakuna balaa. Watu ni watu wazuri, watu wa khairi, watu kupenda mambo mazuri, na ni watu wa dini, na ulama mko nao. Wala sikuja kwamba ulama wenu hawana elimu, mimi ndo nina elimu zaidi. La, ulama wenu wako na ilmu, hifadhi al-Qur'an, mashayikh wa kutosha. Wala sikuja mimi kuna jambo limepungua, mimi nimekuja kutimiza kuna mambo haifanywi. La, ibada zote khairi zote, duksi, madrasa, mama, baba, wazee, vijana, wasichana, watoto wanaswali na wanasoma Qur'an. Hakuna kitu. Mimi nimekuja kwa sababu hii ndio sadaka ambao mimi naweza toa. Kila kitu ina sadaka. Mali ina sadaka, mwili ina sadaka, hayawani mali yako ina sadaka, zaka, ilmu pia inataka itolewe sadaka. Nataka anga nijitetee kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Siku moja na mimi anga nimetoka, nimefika kutoka Oda, nimefika Gubani. Ya Rabbi, nipe rehema yako kwa hatua hiyo niliyopiga. Hiyo tu. Allah atupe khairi nyingi. Allah atutimizie mahitaji yetu. Allah atutimizie haja zetu. Allah atukidhie madeni yetu. Allah atukubalie ibada zetu. Allah atupoze magonjwa yetu. Allah atughfirie madhambi yetu. Allah atustiri aibu zetu. Allah awakuze kwa Qur'ani na khairi watoto wetu na wasichana wetu wanaosoma duksi na Qur'an na madrasa. Mwenyezi Mungu azidishie khairi. Wazee wetu awape umri mrefu wa khairi na afya. Walioko makaburini wale maiti wetu marhumu wetu, Allah awape nuru katika kabri zao, ajalie kabri zao rawda min riyadil janna. Kwa hivyo mimi nimekuja kwa kulia nafsi yangu. Hii dini sijaifanyia kitu. Nimesoma kidogo, ni kidogo. Naitwa ustadh, naitwa shekh, lakini vitu amali yetu ni hafifu. Lakini sasa ndio nimesema qala rasulullah, nimesema alhamdulillah rabbil rahman bismillah rabbin nas malik. Nimefanya kazi gani ya kuendeleza hii dini mahali aliachia Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Je, nimejitokeza hata siku moja kufika msikiti jirani ama mji jirani
kuja kusema qulu la ilaha illa Allah tuflihu, semeni la ilaha illa Allah mutafaulu. Nimesema kama sijafanya hiyo kazi nimelala tu, ni hatari. Kwa hivyo hii mimi nalilia nafsi yangu, si kwamba nyinyi ndio wabaya hamusikii ndio nikakuja, la. Allah subhanahu wa ta'ala surati 7 aya 2, a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya'lamu, Allah anajua, ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ar-rahimul ghafur. Ya'lamu, na amesema Allah anajua kila kitu. Wallahu bikulli shay'in alim, Allah kila kitu anajua yeye. Wa asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bidhati as-sudur, ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Wa asirru, fanyeni kwa siri pole pole, qawlakum, maneno yenu, aw ijharu bihi, ama muzungumze kwa sauti, innahu alim, Allah anajua bidhati sudur, ile kitu kiko moyoni kabla hujasema. Ukitaka kusema, ukiwaza, ukifikiria, ukipanga, Allah anajua. Kwa sababu gani? Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Kwani Allah anasema siwajui viumbe vyangu wale niliowaumba mimi, haki ya ume atamwalala. Kwa nini siwajui? Wa huwa al-latiful khabir, naye ndio mjuzi mtambuzi mpole, hana haraka, hana spidi, hana mbio. Ujeuri wetu, makosa yetu, tariku salati yetu, uraibu wetu, kuchukanana, majirani kuchukiana, akraba kuchukiana, mji kuchukiana, hii yote ila ajalin musamma. Amesema na ngoja siku fulani tu nitawashika, hamutatoka, hakuna mahali mtaenda. Wa idzaghatil absaru wa balaghatil qulubul hanajira, siku ambayo macho yatatoka kubwa, kuna uzito, kuna utisho, kuna waswasi, werer kubwa, hali ni mbaya. Yauma tubaddalu al-ardu ghayra al-ard, siku ardhi itabadilishwa ardhi nyingine, ardhi ya chuma, jua imekaribia, hali ni mbaya, watu wana waswasi, mpaka watu wenyewe kwanza qiyam, waqifuhum innahum mas'ulun, wasimamisheni mpaka waulizwe. Ile yaumul ardh, kupangwa mbele ya Mwenyezi Mungu, kusimama kisimamo kirefu, jua kali, ardhi moto, waswasi mkubwa. Allah ana hasira kubwa kuliko siku zingine zozote, hajawahi kukasirika kama siku hiyo. Watu wanaachwa mwaka 1000, watu wasimame tu kuwajua, hakuna kivuli illa wale watu 7, yauma la dhilla illa dhilla, wale watu 7 wakibahatika, watoto wetu wakikuwa kwa ibada, mwenye kushikamana na msikiti, mwenye radhi za wazazi wawili, watu 7 wale inukia kwenye ibada, wale watu 7 ndio, wale wengine wote hakuna kivuli. Dhiki inakuwa kubwa mpaka watu wote wanasema ya Rab arihna walau ila an-nar, ya Rab tuondoshe dhiki hata kama ni motoni, jahannam twende, kuliko hii dhiki. Mtu anatamani kwenda jahannam kuliko dhiki ya kiyama, ile kusimama inakuwa mzito. Mtu anasema ya Rabbi, afadhali tupeleke motoni, afadhali kuliko hii, kuliko kusimama na dhiki, jua kali tumetaabika. Moto ya nje ni mbaya kuliko moto ile nyingine ya kuchoma, ile ya kusimama, adhabu kubwa. Watu wamesimama tu. Sasa ya'lamu, ajua ya Rabbi, ya Allah anajua, ma yaliju fil ard, kitu kinachotoka juu kinaingia chini, kama ni mvua, kama ni upepo, kama ni mbegu, kama ni mdudu, kama ni malaika wanatoka juu wanakuja ardhi, kila kitu kinachoshuka anajua Allah subhanahu wa ta'ala.
hakuna kitu kitapita Allah subhanahu wa ta'ala asijue. Angalia hii mawingu inaobeba hii mvua inayoshuka, mchanga wa ardhi, vumbi, miti, wadudu, binadamu, wanyama, malaika na kila kitu. Allah anasema hata moja haipiti. Ukubwa gudisu gudinata. Allah adhim, Allah akbar. Allah ni mkubwa zaidi. Sisi nyumba ya ukuta hii hatujui, hapa nyuma hatujui kuna nini. Hatujui saa hii nani yuko kwa list kesho ataingia kaburini. Wala si waombe kufa. Lakini ni haki. Lakini Allah ya'lam ma yaliju fil ardh. Mvua, mawingu hii yanaobeba mvua ni mawingu makubwa. Wacha mvua kunyesha. Inna Allah yumsiku samawati an tazula wa in zalata unaona hii mbingu sama Allah anazuia isituangukie. Mawingu ya mvua Allah anasema wayunshi'u sahaba thiqal, mawingu thiqal mazito. Ile mawingu ya mvua inabeba maji, kama si qadari ya Allah ingeanguka yote hala gamna hakuna mtu yuko hai. Manake ni mabilioni ya tani kubwa, uzito kubwa. Wingu moja inabeba maji ya mvua, inashinda hii msikiti na ndovu na nini na gel na ngombe mara mamilioni imebeba tani kubwa. Kama angeachilia yote, nani atakuwa hai? Mimea gani itakuwa hai? Binadamu gani atakuwa hai? Wanyama gani watakuwa hai? Lakini yushi Allah anaibembeleza, anaipeleka pole as-sahaba thiqal, ile ashabu mawingu mazito yenye maji. Wa yunziluha biqadarin ma yasha. Kisha ikifika mahali leo gubani ipate mvua, ni yeye Allah mvua inanyesha. Ni wapi? Ni hapa. Kiasi gani? Wenzetu wa utabiri wa hali ya hewa wana elimu, wana ufahamu, wamesoma sana, lakini utasikia ni rasha hapa na pale. Hakuna mtu ana hakika. Watasema kweli ni mvua kubwa, lakini ni maafa kiasi gani, ni mililita kiasi, mpaka inyeshe ndo watajua kwamba ni kiasi gani. Itanufaisha nani? Nini itamea? Nani ataluna na hiyo mvua? Mimea gani nani atakula? Nani atawahi kulima? Hakuna mtu anajua. Yeye peke yake anateremsha hiyo mvua. Watatabiri ndio kesho kuna mvua saa 10, kesho kutwa saa, lakini hawajui athari hii mvua itafanyaje. Ina natija gani? Ina athari gani? Ina hatari gani? Ukubwa Allah subhanahu wa ta'ala. Malaika wanaoshuka peke yake ndio wanajua. Wama yarju ma yarju wama yakhruju minha. Na Allah subhanahu wa ta'ala anajua kila kitu kinachotoka kwenye ardhi kinaenda juu. Nani anajua kipimo ya moshi unaotoka kwa moto? Nani anajua kipimo ya hewa? Nani anajua wangapi wanapumua kwa dakika moja? Ni kitu gani? Hata amali zetu zinatoka chini inaenda juu, wanajua. Allah anajua kila amali ya mtu, uwe muovu, uwe mzuri, uwe khairi, uwe mtu mbaya, uwe nani, uwe wali, uwe shekhe, uwe shari, uwe majnun, amali zetu zote kila inatoka kwa ardhi anajua Allah subhanahu wa ta'ala. Mimea ambayo inatoka kwenye ardhi, dunia iko kiasi gani, upana kiasi gani, ukubwa kiasi gani. Dunia vile ni kubwa, watu vile ni wengi, ardhi vile ni kubwa. Bukhari, ile joto ambayo inatoka kwenye bahari, inapanda juu, inaunda ile mawingu ya mvua. Allah subhanahu wa ta'ala anajua. Wama ya'zubu an rabbika min mithqali dharra, haitampita hata kidogo.
Allah subhanahu wa ta'ala kitu kidogo punje, hata ule mdudu mdogo tafi anarukaruka mdogo, haimpiti Allah subhanahu wa ta'ala. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm, hasinzi halali. As-Samad, ambaye watu wanamtegemea kwa haja zote. Wama yanzilu minas sama, na kinachoshuka mbinguni anajua. Ardhi anajua kinachoingia na kinachotoka. Samaa pia anajua kinachoingia na kinachotoka. Wa huwa ar-rahimul ghafur, yeye ndo rahim, mwenye huruma zaidi na mwenye dhambi msamaha zaidi. Nani mwingine kama yeye? Ma yaf'alu Allahu bi'adhabikum in shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran alima. Ma yaf'alu Allahu bi'adhabikum, Allah subhanahu wa ta'ala hana haja ya kuadhibu. Anasema adhab, inkar, dib, ana haja ya kutuletea nini. Anasema ni dhaifu, ni wadogo. Mtu si tunaita shem, kuchukua viazi kidogo imeruka. Yaqtuluhu sharqa, Sayyidina Ali karramallahu wajhahu alayhi salam na Ali anasema مسكين ابن آدم تقتله الشرقة. بن آدم chakula ile yake tu anakula inamuua. Ikiruka kidogo dirkasna nani piga beside kana. Amen. Abaku maana huyu ana uwezo gani? Tulimuhu albaqa, anasema inamsumbua usingizi, inampa uchungu. Albaqa, kunguni. Usara kunguni inaitwa gongoni. Kunguni ile kidogo, siri kidogo sana. Kwa nini tusumbue? Kana bidi, kwa nini tusumbue kama kweli sisi tunanguvu? Angalia, inna Allah la yastahi an yadhriba mathalan ma ba'udha. Siku ile Mwenyezi Mungu alipotaja umbu kana kwenye Qur'ani, Makuraishi walicheka, walisema Mungu wa Muhammad bure kabisa, Allah yake bure. Hatukusema sisi, wamesema wao jalla jalaluhu walillahi almathalul a'la. Anasema leo amekosa kitu cha kuzungumza, anazungumzia umbu bini radhubeda. Sasa hawajui leo umbu wameleta shida kiasi gani duniani. Pesa ngapi inapotea kukinga maradhi ya malaria. Na maradhi ya malaria si umbu wote. Kama ingekuwa umbu wote hakuna mtu yuko hai. Na pia malaria, umbu wa malaria ni Anopheles mosquito, umbu wa kike. Katika maelfu ya umbu ni mmoja tu. Tena ule wa malaria anauma kati ya saa 4 usiku na saa 10 peke yake. Galgala ora hana kazi, mchana hana kazi. Saa 4 usiku mpaka saa 10. Lakini angalia matatizo yaliyoko duniani kuhusu malaria. Pesa ngapi inapotea? Utafiti mgapi unafanywa? Kuna masomo mangapi yameletwa? Madaktari wengi, shida kubwa malaria. Umbu tu yaqtul tulimuhu albaqa, kunguni inampa uchungu. Anashindwa kupata usingizi kwa ajili ya kunguni. Huyu mtu kama Allah angeamua kuleta balaa na halagam kudonu kuna tamaa, nani atapona? Illa marham Allah, atujui nani atapona. Kisha Sayyidina Ali anasema alayhi salam mwisho, watuntinuhu al-arqa, jasho lake linamfanya anuke, atoke harufu mbaya. Jasho akifanya kazi shamba, kuchunga ng'ombe, kutembea njia mrefu, jua kali, hakuoga siku 2-3, huwezi kupita karibu yake. Huyu ana uwezo? Hakuna kitu ana uwezo. Ndio Allah anasema nyinyi ni dhaifu, ninafanya nini ni waadhibu? La in shakartum wa amantum, mkinishukuru dula animete, museme alhamdulillah kwa kidogo na kikubwa, kisha mkaniamini kweli kweli kwamba Allah ndo mkubwa, ana uwezo wa kila kitu. Anataka hivi yule tu, iman na shukrani.
hii mbili tu. Mkifanya hii na mkafanya na amali niliyoamrisha, mkaepuka yale mabaya niliyokataza, wa kana Allahu shakiran alima. Anasema yeye ni Mungu anayelipa shukrani kwa shukrani. Mja wake kifanya amali kidogo tu, Allah anamfanyia makubwa, anamtakabalia, anamuongezea ajira. Angalia, kuna tamaa moja kuliko hii, kwamba yaum wabadalahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun. Kuna hatari moja kiyama. Allah anasema wabadalahum, watakuja siku kiyama mbele yangu, yatadhihiri, kuna mambo yataonekana, hali ninayo. Allah anasema mambo watakayoyaona hawajatarajia kabisa, ni kitu hawajatarajia. Dubina chinjirtu eden dubina arbite kuyeso dufeni wenna tin amen dagartai, hali ni mbaya kabisa. Lakini kama utafanya mema, hata kama umefanya mabaya, mema yako ni mengi, unatubia vizuri, hapo hapo Allah anasema yabadilullahu sayiati hasanat. Yale mabaya yako chafuta amaasi makosa, Allah anabadilisha inakuwa ajira kwa huruma yake. Ukana Allahu shakiran alima. Kama umefanya mabaya ukarudi toba haraka kwa Allah, ukafanya mema, ukafanya mazuri, wa atbi sayiatan hasan, mazuri ukapatanisha mabaya, haraka ukafanya mema, haraka ukatubia, haraka ukafanya vizuri, Allah anasema mimi najua ni shakir, nitakushukuru mja wangu. Yeye Allah al-Ghani, yeye ndio mwenye uwezo, tajiri, kila kitu haraka. Lakini tukifanya mazuri anatushukuru, na yeye ndio ametuumba, sisi ndio tunamhitaji. Kisha anasema alima, najua kila kitu mnachopitia, matatizo, dhiki, magonjwa, raha na taabu zote, anasema anajua. Lakini anasema taabu yenu, taabu ya binadamu, makosa yetu, ansha lakum sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Anasema nimewapa masikio, nimewapa macho, nimewapa moyo, nimewapa ulimi wa kuzungumza, nimewaumba vizuri, lakini amesema wanaonishukuru ni wachache sana, ni watu kidogo wananikumbuka. Siku moja Nabii Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam baada ya swala alionekana hana raha, kuna kitu inamsumbua. Na Nabii sallallahu alaihi wasallam anajulikana kwa bashasha, furaha, ibtisam, kucheka, gamata ubayana furaha na masahaba zake. Si mtu bala usinisumbue lol sawa bala furama akana mwele. Lakini sasa masahaba akasema kuna kitu gani kimemuudhi hivi Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watu waliogopa kumuuliza, lakini wakasema Saidina Ali alayhi salam, Imam Ali karamallahu huyu soda yake, mtoto wa ndugu yake, Nabii Muhammad ndo amemlea. Hebu Saidina Ali sijati kamani. Saidina Ali kamsongea, kamzungumza naye, basi Nabii akamwambia, ajabu, kuna maajabu, malaika Jibril amekuja kuniambia hivi usiku kwamba binadamu Allah anasema ameshangaa, anastajabishwa na sisi binadamu. Ajabu kama binadamu maana anti shuubete wangu ndio kofunti umedea, anumti shuube nimeumba peke yangu. Ajabu nikishawaumba wanaabudu mwingine, ankofunti shuubedea. Kisha nikiwaumba wakimaliza, badala ya kuniabudu mimi wanaabudu na vitu vingine. Wala ataabudu shetani na hulakum adu mubin. Kufuata shetani ni kuabudu, kufuata mlevi ni kumwabudu, kufuata tariku salati ni kama kumwabudu. Mtu kumsikiza ukimfuata ni kama umemwabudu. Sasa anasema Allah, ajabu binadamu nimewaumba peke yangu, lakini wanaabudu vitu vingine. Nabii akasema nikadhikika. Kisha
nimewaruzuku peke yangu, riziki mimi ndio natoa, inna Allah huwa ar-razzaq, anasema peke yangu. Lakini baadaye wanashukuru mwingine, kama si fulani wiki hii hatungekula sisi, hivyo insha Allah, kama si fulani. Ndio tunasaidiana, tuna radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka, ya Rabbi tunaomba radhi zako, wal janna na janna, wa na'udhu bika, tunajilinda kwako min sakhatika, na hasira yako, wal nar, na moto. Angalia Allah subhanahu wa ta'ala vile tunafaa kumshukuru. Amesema hadithi al-Qudsi kwamba ya bani Adam, ma khalaqtukum liwahshatin liasta'nisa bikum, mimi sikuwaumba nyinyi binadamu kwa vile anulma alisakufu ntija, sina mtu, kizungu anaita loneliness, niko peke yangu. Sikuomba nyinyi ili nipate grupu kubwa munitoe kwa upweke. Amesema sikuomba kwa hiyo. Wala min ajzi liasta'ina bikum, wala sikuomba kwa sababu nimeshindwa kufanya kitu nyinyi muje muwe msaada wangu. Gudumana itatani ankarteni uji sabadi umati fa arli umati fa ijolle hadaletu na tena ulfatu norin hadalu tanafsi umne. Sikuwaumba kwa hilo, liajzi, nati nimeshindwa, liasta'ina bikum, sikuwaumba kwa sababu niko peke yangu, ulma alisa, muje munitoe kwenye upweke muwe wengi. Wala sikuwaumba kwamba nimeshindwa kufanya kazi ili munisaidie. Wala akhluqukum liqillatin liastakthira bikum, wala sikuwaumba nyinyi binadamu mimi mambo yangu ni machache, wandikayo arkakaba isengongu dio kama kwa tuut anaita wod biromna tana se umne wala ni se umef nimeumba litabuduni, iseni anabude, wala tushriku bi, musinishirikishe, watuwahiduni, na munifanye peke yangu, watusallu li, na musali kwa ajili yangu, watad'uanani, na muniombe mimi. Tana se ume muniombe, watawakkalu, na mutawakkal kwangu mimi. Sikuomba kwa kwamba mimi ni peke yangu ni muwe wengi na nyinyi, wala mimi ni mmoja ili niwe na grupu, wala nimeshindwa kufanya kazi nyinyi muje munisaidie, mafundi shika hapa, lete kabiro, lete mawe. Amesema mimi naweza kila kitu. Nimewaumba munijue mimi Allah kwamba ni muumba wenu, ni peke yangu, nina uwezo, munisujudie. Tanafsa za umendea ulminjiru ant ulma alisa watu tinawad birromna kwa fatingira kwa ankarkara hada andabsete kwa la isi tanafsa umne. Nikimalizia وما تكون في شأن وما تكون في شأن. Anaambiwa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Surah Yunus aya 61,
wama takunu fi sha'ni, ukiwa kwa hali yoyote katika shughuli yoyote, wama tatlu minhu min Qur'ani, kama umeshika Qur'ani unasoma, iwe kwa msahafu, iwe kwa simu, uwe umehifadhi unasoma Qur'ani, wala ta'maluna min amali, au unafanya shughuli nyingine yoyote, illa kunna alaykum shuhudan. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kila mkifanya kitu chochote mnashughulikia, mimi ni shahidi wenu na waona, niko karibu na nyinyi. Inna Allaha qaribun minal muhsinin, kama ni mazuri, kama ni isemi ya ndio ulinjiva Rabbi subhanahu wa ta'ala. Ako vipi? Tukimaliza ndio anatuona, tukianza anatuona, ama baadaye ndio anatuona, ama kesho ndio anatuona, ama baada ya wiki, baada ya sisi kufanya pine armu dargu illa kunna alaykum shuhuda id tufidhuna fi, mungkin tiania kwamba mimi nafanya hii kulo tia sasa madira senda, wama ya'zubu, hakuna kitu kinapotea, an rabbika, kutoka kwa Allah, min mithqala dharratin fil ardi wala fis samaa, chochote kidogo kikubwa, anindabarta dharra wantikij aktamfia kunti kidogo tiri, wala asghara min dhalik, waacha hiyo ndogo zaidi ya hiyo, hundma nyajirtu, iliyoko kwenye jabali ndani, iliyoko chini ya mto, iliyoko ndani ya miti, hundmuka, wala akbar, hata kama ni kubwa kiasi gani, kama papa baharini, illa fi kitabin mubin, ishaandikwa kitambo bajabe kabayaju bareseni qur'ani qadiba qoreni kamil jirti an dargahin begay, wannan imbene wo sen kabetu worer la kisa angul jebiya, worerina rizqi borbada gugedda hori horedda wanta oru horedda biashara milafedda hammo hubedda baredda wantu du anun tarka qabay mafatih miftah furat ant qaba ant desa wangudir ana nidabil anza siku kwa Allah, khitimisha siku yako kwa jina la Allah, mchana wako uwe majina ya Allah, jioni yako uwe majina ya Allah, asubuhi yako uwe majina ya Allah. Inshallah tutakoma hapo. Tumesema hatuchukui zaidi ya dakika 25, lakini nimerefusha zaidi. Inshallah Allah atupe sitara yake, atukidhia haja zetu, atughufirie madhambi yetu, awarehemu wazee wetu waliotangulia kaburini, walio hai Allah subhanahu wa ta'ala awape nguvu, umri dera safi. Ulama wetu Mwenyezi Mungu awahifadhi na wazidishie elimu. Wanafunzi wetu Allah subhanahu wa ta'ala awape baraka na nuru katika akili yao. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma, Rabbana zidna ilman warzuqna fahma, Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Allah subhanahu wa ta'ala tuhifadhi na shari na matatizo na dhiki ya dunia, tupate salama duniani, tupate salama inda al-maut, tupate salama kaburini, tupate salama siku ya kiyama. Kaburini tupite salama, tujibu masala ya malaika. Kaburi yetu na waliotangulia na si kifa iwe rawdha min riyadil janna. Allah atupe husnul khatima, sirata mustaqim tupite salama, kwenye mizan tupite salama, kwenye hisab tupite salama. Wagonjwa Allah awaondolee, Allah atupoze wagonjwa wetu, wenye kutafuta halali, kukimbia bajaji, kuuza mboga, kuteli maziwa, viazi, kila anayekimbia kutafuta halali, madawa, nyama, wenye kusafirisha ng'ombe, wenye kusafirisha mbuzi, wenye kusafirisha kuku, kila anayekimbia kutafuta halali, Allah amtilie baraka, mali yake iwe inawiri, biashara yake iwe kubwa, iwe biashara ya khair ya kumtambua Mwenyezi Mungu. Allah atutakabalie ibada zetu, atughufirie madhambi yetu. Amali yetu ni kidogo kisha ina kasoro nyingi, Allah asiangalie kasoro yetu, aangalie rehema yake, atuwahi na rehema yake. Ibada tuliyofanya itikafu kutoka maghrib mpaka saa hii, Allah atutilie baraka, atutakabalie, atupe umri mrefu wa ibada na afya na imani na taqwa na yaqeen.
na inshallah atupe husnul khatim, aturuzuku janna pamoja na waislamu wengine, atupe husnul khatim pamoja na waislamu wengine, atuepushe na adhabu ya moto jahannam na waislamu wengine, atujalie turuzuku taubatan nasuha na waislamu wengine, na inshallah atuondolee moyo wa maasi na uzito wa maasi na urongo na kibri na masengenyo na zina na matatizo mengine. Allah atuepushe maasi ya nje na ya dhahiri inshallah, atuondolee kiburi na riya na sum'a na shirki ya Rabbi. Subhanak Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله